Karibu kwa mara nyingine tena ndani ya Technologist TV. Hii ni dunia ya mwana teknolojia. Je, umewahi kuandika document kubwa halafu ukataka sehemu fulani ianze ukurasa mpya, lakini badala yake ukaanza kubonyeza enter mara nyingi hivi na mwisho dokumenti yako ikaharibika kabisa? Au ukataka page moja iwe landscape, nyingine portrait, lakini Word ikakataa kufanya hivyo? Basi leo nitakuonyesha siri muhimu sana ndani ya Microsoft Word inayoitwa Breaks. Hii inapatikana kwenye Layout tab. Yaani ukifungua document yako, ukienda kwenye Layout tab, ukiklik hapo utaona kuna sehemu inaitwa Breaks. Sehemu hiyo ndio tunayokwenda kuisoma siku ya leo. Ina vipengele vingi na vyote tutavielezea. Tuanze na kipengele cha kwanza ambacho kinaitwa page. Kazi yake kubwa ni kuiambia Word ya kuwa anza ukurasa mpya. Kwa mfano, ninayo document yangu hii kama ilivyo. Document yangu na kastori kafupi ambacho nimekaandika. Kana chapter 1, lakini pia kuna chapter 2. Lakini nikiangalia chapter 2 ipo imeunganika na maandishi ya chapter 1. Sasa sihitaji yaunganike hivyo. Nafanyaje? Nahitaji chapter 2 ianze kwenye page nyingine. Naweka kasa yangu hapa mwanzo wa chapter 2. Nikishaweka hapo kasa yangu, naenda moja kwa moja kwenye Layout tab, kisha na click sehemu ya break, kisha moja kwa moja na click page break. Nikiklik sehemu ya page hapo, tayari sasa utaiona ile chapter 2 imeanza kwenye page yake nyingine. Hivyo ndivyo inavyofanya kazi sehemu ya page pale ambayo inapatikana kwenye breaks. Nadhani tunaelewana vizuri. Sasa tuende kwenye column break. Hapa hii hutumika pale document yako imegawanywa kwenye columns. Mfano, unaandika habari kwenye column ya kwanza, lakini hutaki text iendelee kushuka chini. Unataka ianze moja kwa moja kwenye column ya pili. Unafanyaje? Yaani, kwa mfano nina story 1 na story 2 kama zinavyoonekana hizi hapa. Story 1 imeshuka chini mpaka mwisho na story 2 imeshuka mpaka mwisho. Nataka baadhi ya maandishi yahamie ubavu wa pili ya story 1. Nafanyaje? Na select au naweka kasa yangu sehemu ambapo nahitaji maandishi yaende ubavu wa pili, kisha naenda kwenye sehemu ya break, kisha moja kwa moja na click kwenye sehemu ya columns. Nikiklik tu sehemu ya columns, ile sehemu ambapo nimeiwekea kasa itahamia kwenye ubavu wa pili, yani kwenye columns ya pili. Na hiyo ndivyo inavyofanya kazi ile sehemu ya columns. Nadhani tunaelewana vyema mpaka hapo. Then wacha niweke sawa kidogo hii nayo ifanane na mwenziwe. Nifanyeje? Wacha nichungulie ni select vizuri kwanza. Nikisha select na iweka kwenye column 2 kama mwenziwe alivyokaa kwenye columns 2. Nadhani hapa tunaelewana kwa sababu tulishasoma tulikotoka. Na sasa tuhamie kipengele kinachofuata ambacho kinaitwa text wrapping. Hii hutumika kudhibiti namna maandishi yanavyozunguka picha au object ndani ya document. Mfano, labda una picha katikati ya taarifa zako na hutaki paragraph fulani iendelee pembeni ya picha hiyo. Ukitumia text wrapping break, unaweza kufanya maandishi yaanze sehemu nyingine badala ya kuendelea kuzunguka picha hiyo. Unafanyaje? Mfano, ninayo picha yangu hapa na ninayo maandishi yangu haya ambayo yamezunguka picha. Nataka maandishi yaanze chini. Sina haja tena kubonyeza enter mara nyingi. Naweka kasa sehemu husika, kisha na click kwenye break na click kwenye text wrapping, na maandishi yangu yatashuka chini na picha itabakia yenyewe kama inavyoonekana hapo. Lakini tukumbuke kuna sehemu hii ya layout option.
Hapa unatumia pia kuipanga picha namna gani ikae na maandishi, yani izungukiwe vipi na maandishi. Sitazungumzia leo hii kwa sababu tulishasoma kwenye video iliyopita huko. Twende kwenye section breaks. Hiki ndiyo kipengele kinachowafanya watu waonekane wataalam kwenye Microsoft Word. Section breaks hukuwezesha kugawanya document katika sehemu tofauti, na kila section inaweza kuwa na staili yake. Mfano, page moja inaweza kuwa portrait, halafu nyingine ikawa landscape. Tuanze kipengele cha next page. Hii huanzisha section mpya kwenye ukurasa mpya. Yaani, kwa mfano kama ninayo page yangu ndo hii, document yangu yenye page moja, nikienda kuklik kwenye sehemu ya layout, kisha nikaenda kwenye sehemu ya break, na moja kwa moja nikaklik kwenye next page, page nyingine itajitengeneza, na hiyo page itakayojitengeneza itakuwa ipo kwenye section nyingine. Yaani page ya kwanza ambayo ipo ina section yake, na hii page ya pili ina section yake. Naweza pia kuibadilisha orientation ya hii page ya pili. Nikaja nikasema badala ya portrait iwe landscape, na ikabadilika page ya pili peke yake, na ile page ya kwanza ikabaki kama ilivyo. Yaani sasa ndio inakuonesha kwamba hii ni section nyingine na hii huku ni section nyingine. Yaani unaweza ukabadilisha ile muonekano au ile orientation ya document yako, lakini kwenye kipengele fulani tu. Haya, na sasa hebu tuende kwenye continuous break. Hii huanzisha section mpya kwenye page bila ya kuandika au bila ya kuenda ukurasa mpya. Kivipi yani? Kwa mfano nahitaji hapa ndo pawe section mpya ianzie hapo. Kwa hiyo napa select hapa. Nikapa select hapa au nika click kasa yangu nikaiweka hapa. Kisha nikaenda kwenye sehemu ya breaks. Alafu nikaja moja kwa moja kwenye continuous. Nikiklik continuous, section mpya itakuwa imeshatengenezwa hapo. Na tukitaka tuione section mpya iliyotengenezwa, tunafanyaje? Hebu nikuonyeshe kidogo. Na select maandishi yangu, kisha naenda kwenye line number. Nataka kwenye ijianzishe upya kwenye kila section kujihesabu kwake. Umeona? Sasa naanza. Hii ni section moja ambayo ina namba hii hapo mpaka namba 7. Lakini hii kwa kuwa ni section nyingine imeanza 1, 2, 3, 4, 5, 6 na kuendelea. Kipengele cha line number tutakuja soma kwenye video zijazo huko ili tuweze kuelewana vizuri, lakini leo naonyeshea tu hapa kitu hiki. Twende kwenye even page. Hii huanzisha section mpya kwenye ukurasa wenye namba shufwa kama 2, 4 na nyinginezo. Na mwisho tuna odd page. Hii huanzisha section mpya kwenye ukurasa wenye namba witiri kama 1, 3, 5, 7 na nyinginezo. Moja ya matumizi muhimu ya section breaks ni kukuwezesha kutumia mifumo tofauti ya page number ndani ya document yako. Kwa mfano, baadhi ya kurasa zinaweza kutumia nambari za Kirumi huku kurasa nyingine zikitumia nambari za kawaida. Tutajifunza hilo kwa undani katika somo linalofuata, ambapo tutaona jinsi section break zinavyotumika kudhibiti page numbering. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare video zetu. Hii ni Technologist TV. Karibu tena. Bye bye.